Franklin Rufus yeye amecheza kama Nickman. Rick Dean amecheza kama Raja. Mark Venturini yeye kacheza kama Boneri mbabe katika kundi la mashujaa. Jeff Griffith amecheza kama Commander. Romo Diaz yeye kacheza kama Truco na wengine ambao wamefanikisha picha hii ya Nam Angels. Kama nilivyokuwa kueleza hapo mwanzoni, wapenzi watazamaji, kama kuna vita ambayo Marekani itasimulia maisha yote kabisa mpaka mwisho wa dunia, ni mapambano katika uwanja wa kivita ndani ya Vietnam. Blood Johnson katika uwanja wa kivita alikuwa anasonga mbele nyakati zile wakati vita ya Vietnam inakaribia sasa kufika mwisho. Walikuwa wanajaribu kusafisha njia ili waweze kutoroka na kurudi nyumbani. Katika kipindi hicho Vietnam walikuwa wameshapata silaha nyingi kutoka katika Jamhuri ya Watu wa Urusi. Vile vile walikuwa wanasaidiwa na Native Raids, wapiganaji wa kienyeji waliokuwa wanatumia zana za kienyeji katika misitu mbalimbali ya Vietnam. Pamoja kwamba raia wengi, asilimia kubwa ya Vietnam ilikuwa inawachukia sana wa Marekani, kulikuwa na baadhi yao ambao walikuwa na waunga mkono. Hivyo wa Marekani wakati mwingine walikuwa wanapata misaada kutoka kwa Vietnam wenyewe. I'm Mr. Trin. Lieutenant Calhoun. Mimi ni Mr. Trin. Let's not waste time. Na mimi ni Bloody. I have the information about... Ninazo taarifa kamili zitakazo kusaidia katika kusonga mbele. Remember your job. Ndio maana tumekuja na unajua kazi yako mzee. Towards, Lieutenant. Sasa tuna muda wa kuchelewesha, tuondoke mara moja utusaidie kutuonyesha njia. Kama na wenzangu, tuongozane. Ndugu yetu Vietnam atuonyeshe njia. Kila mmoja anakuwa mbio mbio. Subiri. Haya ndio maeneo ambayo wanategemea siku zote kuwa wanapita hapa. Twende. Walianza kushambuliwa. Maeneo yote walikokuwa wanapita ilikuwa imejaa mitego mbalimbali ya maaskari wa Vietnam pamoja na wapambanaji wa kienyeji wa raid kutoka msituni. Hatua walioichukua baada ya kuona kwanza wanaanza kushambuliwa, waliamua moja kwa moja kuretreat, kurudi nyuma. Kama inavyokuwa kawaida ya Vietnam, wanaondoka kama nyuki, wanakuwa wengi. Walianza kuwakotoza. Katika kipindi hicho walikokuwa wanapitia wa makamanda wa Kimarekani, yalikuwa ni maeneo ambayo yalikuwa na zana nyingi sana, mali. Kulikuwa na madini ya aina mbalimbali kama vile dhahabu. Hivyo baadhi ya maaskari wa Marekani walikuwa wanatoka katika sehemu hii, walikuwa wanaondoka na mali, dhahabu pamoja na almasi. Walipotokomea katika pango, bado wa Vietnam wanawafuata. Nini? Watatuzunguka humu ndani na kwa kama tuko kwenye kanyampasira. Toka nje mwanze kujibu mashambulio, wasije wakaingia ndani.
Kweli baada ya kuingia katika lile pango kulikuwa na sehemu ambako Vietnam walikuwa wameficha madini aina ya almasi. LT, Vipi? Nimepata. that's a raid full of gold. Mmepata, lakini mko kwenye mtego, ni hatari. Vidude vingine walivyojaribu kumimina walikuta imejazwa opium, ni madawa ya kulevya. Mấy tàu hàng lên. Tụi tao qua đây nhiều đó. Mấy. Janabala kuchangawalila wazunguke, mwambie na watu wazunguke. Unaweza kushambulia Vietnam. Hali ni ngumu kabisa pale kwenye pango. Tupite wapi? Tupite wapi? Na inawezekana Blade, hapa tumezungukwa. Sure, you go. Naweza tukacheki nje? I'm okay, Chief. Tutoke taratibu, tunakwenda mpora tuone kama tunaweza tukatoka nje. Na kweli walianza kushambuliwa na mishale. Jaribu kusaidiwa na Waranians. Raid ambao ni wapiganaji wa msituni. Nani wampiga? Nani wamewashambulia wa maadui? Mishale imetokea wapi? Katika dakika za mwanzo walidhani kwamba inawezekana ni wapambanaji ambao wamekuja kuwaunga mkono. Litoka wanajaribu kuangalia huku na huku, hawakuona kitu. Nini? Wanatumia zana za kienyeji. My tribesmen, Trin, Angalia, wanatumia zana za kienyeji. Ni raidi. on our side. Wapiganaji wanafanana kabisa na wale Waronians. We're not friendly, Lieutenant. Sasa wako wapi? Wapo hapa hapa karibu, wanajificha. Wenyewe wanajua kuweka kama friji. Mount on your rabbit's foot. Ngoja tujaribu kuwaonyesha hii mali. Ate hao. Hadi hayo. Kuna mali hapa, msitushambulie. Ate hao. Start easing towards the river. Mkituachia tunawapa imani, tuna almasi nyingi hapa. Ate hao. Zenye dola chungu nzima. Ate hao. Ate hao. Ate hao. Ate hao. Waliona wamejitokeza wakiwa tayari wameweka kwenye traiga. Traiga ni zile za mishare, ili tayari kuachia mishare. Ilianza kupigwa pale pale. Bloody Johnson pamoja na mzee wa Vietnam walitimua mbio na kujisongopeka moja kwa moja msituni, wakawa wanafuatwa. Wenzao wapatao kama watatu walichukuliwa mateka. Bado kundi la raid wapiganaji wa msituni waliendelea kuwafuata Bloody Johnson pamoja na mzee huyu aliyekuwa anamsindikiza. Mzee Changu, fanya haraka. Ninakuja taratibu. Mzee Changu, mzee wa Vietnam, alitimua mbio na kumpita Bloody Johnson. Bado nyuma wanafuatwa na kundi la wapambanaji wa kienyeji katika misitu ya Vietnam. Sasa tutapita vipi hapa? Tutapita, subiri nione nitafanya ujanja gani. Huku nyuma tunafuata mkumkuko. Bloody Johnson yeye ni
ni mzee wa kamba, wengine wanamuita mzee wa mpurutulizo. Wakati mwenzake anaendelea kuwa kipu bize maadui waliokuwa wasogelea, yeye alikuwa anaandaa moja kwa moja mpurutulizo, akarusha na ikatua ng'ambo ya pili ya lile korongo. Twende achana nao, nidandie mgongoni. Wakaruka moja kwa moja mpaka ng'ambo ya pili ya lile korongo. Raidi wapambanaji wa msituni katika misitu ya Vietnam hawakuona ndani. Katika eneo lile ambako wameshambuliwa baadhi ya maskari wa Kimarekani, walishambuliwa na mishale na ikaingia moja kwa moja, alikuwemo kamanda ambaye alikuwa ni Marekani, amejiunga na wa Vietnam. Ameka mishale. Alikuwa huja kuingia sawa sawa. Hakuwa mwingine, alikuwa ni Vernon Wells. Yeye katika picha ametumia jina la Child. Wengine wapatao kama watatu walitekwa mateka. My friend. Rafiki yangu, ndio umekuja kuleta vurugu katika maeneo haya? Take them away. Peleka huko pele. Bakiza hapa. Na vitambulisho vyao hivi hapa mkuu. Watanitambua. Watanieleza kwa nini mbuzi alikuwa na mkia mfupi. Baada ya Blood Johnson kuwa ameponyoka katika sehemu ile, alikuwa moja kwa moja kwenye base ya kambi yao ambayo ilikuwa si mbali kabisa na sehemu ile ya Dako Vare. Tom Dako Vare ndiko ambako mateka walichukuliwa na kupelekwa katika kambi ya karibu ya Vietnam. Kamanda Donifa ambaye alikuwa anasimamia akiwa na cheo cha general alimkaribisha moja kwa moja katika msitu, na moja kwa moja walianza kutoa ripoti ni jinsi gani wamepambana huko katika msitu. Yes. He deals with NVA. Tumejaribu kila juhudi zetu kujaribu kutuma maaskari, kila tunawatuma warudi. Mimi katika upande wangu nilikuwa na Brad Johnson na alikwenda katika sehemu nyingine, lakini hakuna mafanikio yote ambayo yamepatikana uwanjani. Yes. Wewe ulijaribu kupambana? Nilijaribu, nimeponyoka mimi peke yangu. Nilikuwa na bahati, nakwambia nilikuwa na bahati kama mtende. Hata mimi walinishambulia. Jaribu kuangalia katika ramani vijana. They've scheduled a bombing mission to blast. Nishambuliwa kutoka kwenye bonde. So they can't delay the mission? They can't. Ndilo maeneo ambayo tunakisia kwamba wa Vietnam wanakusanya nguvu ili wataki kutufia moja kwa moja. Sasa tuna nafasi ya siku kama 5 and get out before the bombing starts. Kama tukujaribu kuwafika katika muda wa siku 5, wakifika hapa hakuna atakayetoka. Nakubali sana, nakubaliana na wewe bwana mdogo. Nina uhakika kabisa kwamba kazi itafanyika. Sasa unanishauri nifanye nini? If you're willing to risk your life and you only got kama unataka kuwakomboa vijana wako, inabidi tutafute nguvu ya ziada ya vijana ambao wameiva kikomando. any orders I can't. Wengi wa maaskari ambao tunao katika barracks si vijana ambao ni imara. Inabidi ufanye maarifa. Blood Johnson nimbidi siku hiyo aende kuburudika kidogo katika sehemu ya kasino, hadi akuwa amepata shushi asubuhi yake aweze kupata jibu kutoka kwa General Donifa. Hey, cowboy. Ndani ya sehemu hiyo ya kasino, vijana wa Kimarekani walikuwa wanaendelea kuburudika, wanakula nchi pamoja na majani yake. Sehemu hiyo ndiko kuna watu ambao wanavaa utupu, wakina Santamigo Pandamunion. Yeah. That's a bad deal. Kuna nini? Hapo wanakuja ndio kazi yao kupigana. Kupigania machangudoa. Yaani kila siku wanakuja. Waogopi hawa kupigi wewe? Ukiogopa utaishi vipi bwana? Ndio biashara yetu hapa. Hapa ni uwanja wa ofisi. Way down here. Well, it seems they bet some other gang that can ride their hogs. Wakati mwingine wanapigana, lakini pesa yangu mimi naweka kwenye kanyampasira, hawezi kuipata. One way to make. Labda niue mimi na pesa hataipata. Smuggling horseback into the world. Ndio biashara yangu ndugu yangu. That could be dangerous. Na kule kwa pembeni, The MPs found out about that gig and warned the locals not to deal with it. maaskari ambao walikuwa wametoka kwenye uwanja wa kivita walikuwa wanaendelea kupigana ovyo ovyo, Wonder why they look red. wakigombea machangudoa. They're really after her, but anything in uniform is fair game. Mwingine wanakujaga na uniform hapa, ba MP wanakuja wanakurupua mkuku. Force of boys. Lakini hawaishi kuja hapa kwa sababu kuna akina dada chungu zima hapa. Pleasure me. Kila mmoja huja kujipatia chakula chake. Mhudumu katika baa hiyo alipoona vurugu zimekuwa nyingi kwelikweli, hakuwa na lingine, alipiga simu katika barracks ili MP military police wafike pale na kutuliza vurugu.
Kweli biashara hii ni biashara ngumu. Ngoja usiende kwenye kaunta, kuna mbabe pale. Ukisogea huku na wamaliza. Fujo ziliendelea kidogo zifike kwenye kaunta. Wanapigana bila utaratibu. Waliokuwa ni waongoza fujo katika sehemu hiyo ilikuwa ni Raja pamoja na Bonere na Komede. Wao walikuwa ni askari koka kabisa katika kambi hizo za karibu. MP waliingia mkuku. Vijana wapatao kama 8 walipelekwa moja kwa moja na kupelekwa mahabusu. Insanity. Have you gone crazy recruiting a bunch of outlaws? You know what they call themselves, don't you? 1%ers. You know what that means? Yes, sir, I do. Jaribu kueleza kwamba vijana watakao kwenda lazima wajaribu kuwapa kiasi cha kutosha. Wasiende hivi. Wapatiwe chochote alafu watakaporudi vitani. Unajua wakati mwingine askari anarudi vitani alafu amwapi kitu. Into the valley and get out. Hii sehemu tunakwenda nataka nipate pikipiki. Safari nataka kwenda na pikipiki katika uwanja wa kivita. This side of Hunt. Zile pikipiki zinazotumika katika mashindano ya pikipiki zinaweza nikusaidia. No, take care of that. Na kuomba kamanda ukubaliane na mawazo yangu. Outpost. Kuvuka katika sehemu hii na kufika katika Tom Dacor Fuel. ni sehemu ambayo inahitaji ujanja. Fortress. Inahitaji vijana ambao ni wababe. Play. You think you can actually handle 4 hills? Unaweza ukazitumia pikipiki wakati hujafanyia mazoezi. Away from them, but Mimi ni mtaalamu katika misitu. man, Sina tatizo nitakapokuwa na vijana hao. What kind of deal? Tutakusaidia. I don't know. Kubaliana na mimi mambo yaweze kufanikisha. Nina wakati mwingine unapozungumza mambo naona kama unazungumza vitu ambavyo ni ndoto, sio vitu vya kufikirika. Yeah. Thank you, sir. Utakubali kama utasikiliza. Na kweli alipelekwa kwenye mahabusu ili kusudi aende kuchagua vijana atakaoweza kuwatumia katika shughuli hiyo. Kumbuka siku ya nyuma katika sehemu ile ya kasino alikuwa ameona kina Boneri pamoja na Komede, ndio alikuwa amependekeza waongozane naye. Ram! Naam, fungulia hao mbuzi watano waje waongozane na huyu kinyago. Boneri pamoja na Komede wakiwa na mwenzake Raja walitoka, alikuwa ni mababe waliokulia katika sehemu ile ya matusi. What is happening? Hii mbuzi kenge. What is it? Umekuja kutafuta nini? Fuck are you? Wewe ni shahidi unataka kutushtaki? Others you can call. Kuja kuwashtaki, nimekuja kuwaona. Eti Cow. eti nini? Imbwa. Wewe mpumbavu, unataka kutushtaki sisi? I can get you out. Sikuja kuwashtaki, nataka kuwatoa nje. Kututoa nje kama nani? Wewe ni kamanda? what? Wewe ni General Donipo. Kwa nini? Doing? Msikilize anataka kusema nini? Getting rich. Nataka muwe matajiri. Right. Tuwe matajiri. Yes, sir. Sisi tunasema kwamba tutakaa humu ndani ya Kanyampasira mpaka mwisho wa dunia. Angalia kwanza hii kitu. Jaribu kucheki ndani ya hicho kidude kuna nini. Dola milioni 100 zinaweza zikapatikana mkikubaliana na mawazo yangu. No, it's real, all right. Hebu jaribu kucheki ni nini huko ndani. Came from Kuna opium pamoja na cocaine. about 10 million. Na kwa ndani kuna dhahabu. Vitu hivi vinaweza kutusaidia kuondokana na umaskini unaotusababisha sisi tunakuwa majambaka. Some guys that can ride bikes. Nani asiyependa tutatumia pikipiki huko tunakokwenda? Nimepata taarifa kwamba mmewahi kushinda katika mashindano ya pikipiki, lakini kutokana na vitendo vyenu vya kijambazi ndio maana kila mara mnaishia katika Kanyampasira. Don't fuck with me. Sizungumza ni kipumbavu. Unajua wakati mwingine watu wengine mnakuja kutupeleleza hapa muweze kupata ushahidi, mtuingize katika But mkono. I'll find some. Usinione nimekaa kimya hapa. Kesho nataka nipate jibu. Na mimi ni mbabe. Sasa nikakutoa meno. I just said don't fuck. Hapo unaponiona nina meno ya bandia. Ukitoa na kwenda kununua mengine. What's it gonna be, y'all in or not? 10 million. Mimi nimewaeleza kwamba milioni 100 mnazotaka. Giuseppe. Boneri, vipi hizo milioni zinatosha? Ongeza. It's 2 million apiece, Einstein. Nataka milioni 200. A little less than Hata kama mngetaka 300. Nisikilizeni mimi. 5 of us here. It's 2 mil apiece, fair and square. Yeah, we're gonna need a mechanic, though. Tunataka katika kundi letu awemo mechanic kwa sababu tutatumia pikipiki. And one Zinaweza zikapata blockage huko njiani tukashindwa mtu wa kuzitengeneza. in 66. Yuko kijana mmoja anaitwa Nickman anayefanya kazi katika garage moja. Hey, hey. Ni mbabe wa kuaminika na ni fundi mzuri. Subiri. That's
Masa, $1,000,000. Nakubaliana na maneno yake? Anasema ukweli, anasema uongo. Ni uongo ambao haukuvaa chupi. Oh, no. Ngoja bwana, ngoja. Sikiliza. Utakapofanya jeuri na kutuingiza katika mtego, hatutakuonea huruma. Fair enough. Nimeyasikia maneno yenu. Kubwa zaidi nilotaka mkubaliane na mimi. Ukapumzike, kesho nitakuja kuwachukua. Hey, Calhoun. Karahuni. 4 Hells Angels for 5 days. That's it. You best not be... Bloody Johnson jina alilotumia katika picha hii. Ametumia jina la Karahuni. Yeye akiwa na cheo cha lieutenant. Kweli siku hiyo asubuhi alielekea katika sehemu moja ya garage kwenda kumpata Nickman, aliyekuwa ni fundi makanika mzuri sana wa pikipiki. Operation nzima ilikuwa anatakiwa atumie mapikipiki ya sports. Where can I find? Je, mmeshamuona Nickman? Yuko pale anafanya shughuli zake. Wewe, unaweza ukafyatua gari liko kwenye jeki gari. Ah, Karahuni, You've been long time. ni siku nyingi Nickman sijakuona. I saw Uko wapi siku hizi? that I asked. Kana umechanika, unakula kuku kwa mrija. Oh, yeah. You've been a busy boy. Nimekufuata ndugu yangu, kuna diru. Silver Stars, Kuna diri zetu nafikiri unazifahamu. Park. Unataka kunipeleka Cambodia? COC. Hapana, bado ni pale pale katika uwanja wa kivita ndani ya Vietnam. Leave all that job. Nakufurahia sana kwa sababu siku ile uliponipa ule mtaji ndio nikanunua vyombo mbalimbali, nikaanzisha garage baada ya kutoka vitani. Besides, you know, I'm allergic to... Sasa inawezekana utakaponipeleka huko nikarudi na kuanzisha kiwanda kikubwa kabisa cha kutengeneza magari. Got one little piece of unfinished business before I go. Sasa ninakutaka kwamba tutakwenda na wewe ndio utakayekuwa fundi wetu. Safari hii tunakwenda na pikipiki. Yeah, they should be home by now. Furahi sana kwa tunakwenda sisi wawili peke yetu. Look, man, I know Hapana, tuna vijana wengine ambao nimewachukua katika gereza. you orders. Unajua watu wanapotenda makosa si kwamba wanakuwa wabaya pande zote mbili. Upande mmoja yeye ni jambazi, Bush. lakini huyo jambazi ukimtumia katika uwanja wa kivita anageuka na kuwa shujaa. Kwa hiyo nimeamua kuchukua vijana wapatao 4 kutoka gerezani, Well, you got na some... wewe utakuwa ni 5 na mimi wa 6. Tunaunda kundi la wapanda pikipiki na kujitosa katika jango ndani ya uwanja wa kivita. She wouldn't understand me dying for some... Na kuelewa kabla hata hujaja hapa nilikuwa nimeshaota. Don't ever. Sasa You crack. usiniangushe. They're from Georgia, Nimeshatoa sifa zako. Texas. Sifa zako ni nyingi. Redneck Peckerwood, anytime. Nadhani uko tayari. Get you redneck, Peckerwood! Siku ya tatu yake iliyofuata, moja kwa moja kundi hili la vijana mashujaa walipelekwa kwenda kuonyeshwa sehemu ambako kulikuwa na pikipiki zao zilizokuwa zimeandaliwa rasmi kwa ajili ya kuelekea kwenye operation. What is this? No. Nini? I just want to know what this is. Wameleta Because he's on... CC 110, CC 600, CC 700, Fight! zote ni kali. Man. Your bike. Mimi nataka yenye spidi 300 kwenda juu. Bullshit! These are... Kuna haja ya kubishana, teremsha chini kwanza tufanye majaribio. Shit. Baada ya kufanya majaribio ndio tutajua kama zitatufaa au vipi. Fucking believe this! Huwezi nikaamini macho yangu. Get out! Alikuwa ni Bonere. Pia alianza kutest pikipiki la kwanza. Hili linafaa, hili. Nakwambia hili linafaa. Chopper drops us off here. Ramani yetu inaanzia hapa Go on to an na kwenda mpaka kwenye Tom Dacor katika bonde hilo. provide us with fuel. Ndiko ambako ndugu zetu wametekwa na wamelazwa katika magereza mazito yenye mateso makali. Brief us on the area. Hatutapoteza hata dakika moja, Wait a minute. na maeneo yote tunayopitia kwenda kufika katika maeneo hayo To $1 million, yana maaskari wa Vietnam pamoja na wapambanaji wa msituni. $21. Maaskari wa Vietnam wanaotupinga sisi na wale wapambanaji wa msituni hawapatani. Chop. Yote ni makundi mawili tofauti. Wait a minute. Who is this guy? Huyu kijana ulieta nani? Huyu ni fundi wa pikipiki, atatusaidia. Yeah, I can ride. Ni mbabe vile vile, na mimi ni mbabe kama nyinyi ndugu zangu. This is Hickman. Msinidharau. For the bike. Huyu ni Nickman, yeye ndiye atakuwa fundi wote wa pikipiki. So, Ni mpandaji mzuri wa pikipiki. Hey, with his Sasa sisi tumekuja kufanya umakenika huku, tunakwenda kupiga chaba. goddamn gold and get out. Aondoke hapa, tuache sisi tuendelee na shughuli zetu.
You may know bikes, but I know the job. Nyinyi mnajua pikipiki, mimi najua msitu. Can be tough, but Nyinyi mnajua pikipiki, hamjui ufundi. there's a big difference. Inabidi twende tumekamilika, ndio ukomando unavyotakiwa. Tell you when I tell you. Nasikiza maneno naambia. Get up there. Sizungumzi utumbo, nazungumza maneno ambayo yameshiba. Ni steki, nyama laini. Now get some rest. 0500. Pumzikeni katika kipindi cha leo. Kesho tunaondoka. Sitaki ubishi. Nifuateni mimi, mtaweza kufanikisha. Siku ya pili yake ilipofika, helicopter gunships ambazo ni hatari kabisa zilipakia zile pikipiki na kuondoka kuelekea front line ndani ya uwanja wa kivita. General Donifa alifika kutoa kitu inaitwa farewell. Safari njema ya kuelekea katika jango ndani ya vita. You know, that was Nilijua kwamba utachagua vijana wazuri. me, Colonel, Nimesikia sifa zao kwamba walikuwa ni machachari wakati wanafanya testing. back from Laos. Wananchi wote katika mji walitetemeka. Mimi kilichonileta hapa ni kukutakia safari njema. Mkuu, hata mimi nataka nikujulishe kwamba tutatimiza kazi yetu katika kipindi kifupi. You're glad I'm not going to Serikali yetu nawategemea. be double shifted them. Mtakapokuwa mmekamilisha kazi, mtapata zawadi yenu. Tell me that's a tough little group there. Vijana ni hatari, Oh, lakini katika uwanja wa kivita wataweza kusaidia. soft dance. Sina shaka, Good luck. ni chaguo lako na kutakia safari njema. You're any of those men there, sir. Well, if I don't hear from you in a week's time, I'll arrange a proper funeral. Kama nilivyokueleza kwamba kazi itimike katika kipindi kifupi Yes, sir. ili tuweze kuondoka. Helikopta gunship ya kivita katika jeshi la Marekani iliwapakia makomando wapatao 6 wakiwa wanaongozwa na Colonel Blood Johnson kuelekea mbele kabisa katika bonde la Tam Do Kar ndani ya Vietnam. I'd rather be the bad one 'cause the good guy dies. I'm feeling all alone, I don't know when. I've got this way before my friend. It seems to me like a dream. It really isn't what it seems. I'm just gonna do what I gotta do. Look out for myself, who cares about you? Maeneo yote waliokuwa wanapita kuelekea katika uwanja wa kivita yalikuwa yamejaa maaskari wa Vietnam waliokuwa na anti-aircraft machine guns ambazo zilikuwa zimeangalia kabisa juu tayari kuangusha ndege yoyote itakayopita katika anga hiyo. Like a dream. It really isn't what it seems. I'm just gonna do what I gotta do. I look up for myself, I gotta see it through. Hold on, boys. Walianza kushambuliwa kwa angani. Have a look. Jaribuni kuteremsha mashine gani zenu ziangalie kwa chini chini, mwanze kujibu mapigo. Na wewe pilot, jaribu kugeuza helikopta icheki ni wapi itakapotua, sehemu ambako kuna usalama. Yes, but I have to take you down now. The gunfire is too much. Teremsha pikipiki. Nika nafasi kazi, teremsha pikipiki, tunafuatwa. Helikopta zote mbili ziliondoka. Makomando sasa wameingia katika msitu. Upere umemfika mkunaji. Twende. Sogea mbele, wamekimbia. Safari wamekuja na baiskeli. Sio baiskeli, pikipiki mzee. Angalia, ingia kwenye magari. Mbio muwafuate kwa sababu wamekuja na pikipiki. Fukuza gari ikiwezekana uwakajange.
Cheki ramani nione tunaanzia wapi. Tunakuamini sana katika shughuli ya ramani. Nimeshaona. Bado kiasi cha kilomita 70. No, we're here. Kufika kwenye Tom Dankor. Bonde lile. Let's do it. Twende. Chemsha injini. Picha nina mwenjozi. Wanaopenda kuzipata picha zangu za mkandara wa Videotech, wasiliana na Justin Limonga au Limonga Justin Limonga aliyoko Mbagala kwa Mangaya. Pamoja kwamba kwenye misitu kulikuwa kunanyesha mvua katika kipindi hicho, pikipiki hizi zilikuwa ni two wheel drive. Hata tairi la mbele lilikuwa linavuta. Subiri, wanatufuata. Simama kila mmoja achukua maficho na kuanza kujibu mapigo. Come on! Fukuza mpaka mwakamate. Kukoa. Nakuja. Nataka niwape ile kitu inaitwa chips dume. Hakuna kitu. Niongeze magazini. Nini hapa? Najengo haya. Wahusinha buaya. Talala. Jana bwana. Simama juu. Sogea. Akamvika mwenzake. Piga mtu. Choma kisu. Bado upande wa pili. Msikubali wainue vichwa. Muwainamishe moja kwa moja vichwa. Twende. Nyakua miguu. Wanatukimbia wa Marekani. Geuza na kuingia kwenye gari. Wakawa wameliona lile gari moja kwa moja. Komando alianza kulishambulia. Pia kombora. Kaingia tena kwenye pikipiki zao. Moto chini.
Boneri wewe pikipiki ulijifunza wapi? Mimi mzee. Ngoja kwanza subiri. Nilijifunza kwanza, nilikuwa nakaa Mwembe Pacha. Baada ya kuacha shughuli za Mwembe Pacha, hapo nimeamua kuingia kwenye gereji moja nikajifunza pikipiki. Katika mashindano ya taifa nilishinda. The perimeter's clear. Sasa ni wakati wa kupumzika. Hey, man, you didn't tell us about this shit. Hii kazi ilikuwa ni ngumu. Na mvua za huku zinanyesha. Nao endeleeni. Clear. Haziwezi kupumzika. But tripwire anyway. Tupumzike asubuhi tuanze kazi kwa sababu sasa hivi tumefika katika nusu ya safari. I'll take the first watch. Hey, man, where's my poncho? Bonelli, you take the second watch. Larger, you... Boneri utakuwa na kundi, tutajigawa katika makundi mawili. Mimi blood, wewe mpumbavu huwezi kunigawia kazi mimi. Kwa sababu mimi ni mbabe, najiamini, nitajipangia kazi. Huwezi ukanipangia kazi wakati mimi naonekana kama nakuzidi nguvu. Piga mtu. Boneri alianza kupambana na Brad Johnson. Alikuwa anaitwa Caron. Lakini hawezi kumdhibiti kwa sababu Brad Johnson alikuwa ni komanda anayejiamini. Hit him! You got him already, man. Oh! Boneri, msogele umpige ile kitu inaitwa bunyege. Sonny! Come on! Nipigiki bwana. Sonny! Beba kutaka kupiga Runyamunda. Yeah! Right! Come on! Kumbuka unapokwenda na vijana ambao ni cock up katika uwanja wa kivita, ujue kwamba atakuchezesha kanyabazongo. Lakini Brad Johnson aliweza kudhibiti, wakamunga mkono. Unatosha kutuongoza, twende. Tukaambia kwamba ulijifunza pikipiki ulipokuwa Mwembe Pacha, leo utaipata pata. Safari iliendelea moto chini. Shambulia tena, tumeshambuliwa. Moja akapigwa mguu. Ageuka kucheki nyuma. Alikuwa ni Raja. Alimsikia anapiga kelele. Mzee wa Mpurutulizo. Mzee Brad Johnson alichukua kamba yake kama kawaida mguu. Kama huku. Baobezo. Nimepigwa nyugunyu. Nini unapiga kelele kama sio komando? Alivuta mkuku akumtokomeza moja kwa moja kwenye kichaka, huku nyuma akifuatwa na risasi za Vietnam. Ngoja. Chenze mkubwa. Mzee wa Mpurutulizo anafanya mavitu. Nasogea na kamba yake Brad Johnson. Anaaminika sana katika shughuli za Mpurutulizo. Mpurutulizo ni ile kamba iliyofungwa lifu noti ya kiskauti. Shughuli hiyo mara nyingi sana hufanyika kwa kutumia wale maskauti. Pia aliwahi kupitia katika uskauti, ndio baadaye akaingia katika ukomando. Ngoja nitoe hilo cover mlioweka hapo. Kwa kutumia Mpurutulizo wamejificha hapo kwenye kichaka. Funga kamba, vuta. Wakawa wazi. Mzee, tunashukuru kwa kutufunulia. Nini? Uko alipumui limekwenda na maji. Raja alikwenda na maji. Mariko linatoka likapigwa likadondoka chini. Mwenzake akaendelea kuwamalizia maadui. Asante. Wameja huko. Wangenimaliza. Anguka kupumbavu. Chenze mkubwa. Vietnam, baada ya kuona mambo yamekuwa ni magumu, maji yamezidi unga, walikotora na kurudi nyuma. Wakawa wanasindikizwa na bomu. Ilikuwa sasa ni wakati wa kuzika. Carmody, get the fuck over here.
Sasa maybe somebody'd like to say something. tuna neno la kusema hapo Komede. He's y'all's friend. Ni rafiki yetu ameudedi. Sasa wakati wa kuzika, labda tumwambie Bonelli anajua sala. Mimi sijui sala. We are gathered here to, Tumekusanyika hapa kumzika mwenzetu ambaye amechukua shaba. Bonelli, say something. Bonelli, wewe ndio unajua sala, sali. Turka was a crazy son of a bitch. Lilikuwa lipumbavu ile. Iliwahi kumbaka bibi kizee. 7 months. Kwa maana limekufa ovyo ovyo katika dakika za mwanzo. You know, they say good things come from bad things. Kwa hiyo kama jitu limekuwa pumbavu, anaikuwa mpumbavu, anapata upumbavu vile vile. 1-6 again, which is nice. Kwa hiyo ndio riziki yake. Usafiri salama. Thank you, brother. Najua bila shaka utapokelewa na ibilisi. Amen. Sala yangu imeisha hapo. Amen. Amina. Pamoja na wenzangu kumsalia sala ya kishenzi. Ngoja nimwekee kama msalaba, anaweza akasamehewa dhambi zake. Hakuwa mwingine, alikuwa ni Nickman. Waliingia tena kwenye pikipiki, sasa wamebakia 5. Bado moto chini. Kama inavyokuwa kawaida katika uwanja wa kivita, inabidi mpumzike nyakati za usiku. Baadaye kwenye saa 11 ni wakati ambao mnajiandaa kuingia katika shambulio la asubuhi kama patrol zinakuwa zimeleta taarifa za kuaminika. Siku hiyo kundi ile ambalo lilikuwa lina patrol lilikuwa linafanya kazi za ana kwa ana. What are you cooking up over there? Kesho inawezekana ni tarehe 24. Amen. Inawezekana tukaondoka na kusonga mbele kwa sababu sasa tumesha kwenda robo 3 ya safari. And back. Shughuli hii mwanzoni nilidhani ni shughuli laini. Wewe ulidhani hapa ni chips dume hapa. Ulidhani ni maeneo ya Kaliuo. Hapa ni mahali pa ubaya hapa, ni unyama huku. Ya mimi nilikuwa nimezoea spana. Sasa labda mambo ni ya kufunga spana na kulegeza, wakati mwingine kupiga jeki. Hakuna cha ukipigwa jeki unapigwa jeki na bomu. The 24th. Kama alivyokuwa mwenzetu Tuba. Tuko ndiye ambaye walimzika kishenzi. It's the 24th, man. Kesho ni 24. What's the 20th? Tarehe 24 kesho ni siku yangu ni ya kuzaliwa, birthday. Mimi Blood Johnson. Kila mmoja hapo alipo biskuti itakuwa ndio keki. Ikifika saa 6 usiku tunaingia kwenye saa 7 kuambukia tarehe 24 ndio birthday yangu. Kulipokuja tarehe 24, makomando waliondoka tena moto chini. Wengine picha hii wanaitaga moto chini, wengine wanaita ni picha ya mzee wa mpurutulizo. Ili mradi vyovyote vile utakavyotaka kuita, picha ya washenzi, wanyankuzi. Spidi walioitumia siku hiyo ya tarehe 24 ilikuwa ni 220 kwa saa. That's where we're supposed to pick up our gas. Hapa ndipo tulikuwa tunategemea kumpata mtu wa kutuelekeza. Sasa I don't know. sababu tumechelewa dakika kidogo. Quiet. Hapo uwezekano labda alikuja akakuta hatupo. Pako kimya. Let's ease down there and check it. Sasa twende. Umechukua kamba yako. Useme kamba, useme umechukua mpurutulizo. Ndio, nimeichukua mpurutulizo. Kamba hii aina ya mpurutulizo inapokunasa barabara kwenye shingo, naligeuza shingo linaangalia kaskazini kutoka kusini.
mpite upande wa kushoto, watatu tupite upande huo. Kambi hii tunategemea tunaweza tukamkuta Mzee Mai. Na ni kila mmoja ananisikia hapo alipo. Tunakusikia mkuu, na sisi tunakuja taratibu nyuma huko. Usikae mbali na mimi. Hatuko mbali, tuko karibu, tunakuja. Dhani ni hili bonde la Tomdako. Ni hapa. Mzee wa Mpurutulizo anakwenda kiutamu. Hana wasiwasi na shughuli yake. Ni mzee mzoefu. Moja, mbili, tatu, pumbavu. Sogeza pembeni huko. Chuma visu vyangu hivi. Boneri, na yeye vile alikuwa ni mshenzi vile. Yeye alikuwa anaaminika kabisa katika mambo ya kutumia kisu cha kurusha. Ni knife sniper. Wako wawili. Moja ni mnasibu Kongo Ijolia. Mwingine kisu. Ni kambi hiyo ambayo ilikuwa ni sehemu ile ya Dakar. Ndiko ambako mateso yalikuwa yanaendelea kwa mtindo mmoja. Kamanda katika kambi hiyo aliyekuwa anaitwa Lemchung. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya kutoa adhabu ya kifo. Ndio mnashirikiana na maadui. Mnatoa siri za nchi na kupeleka huko. Sogeza mafuta, wamwagia mafuta. Kwa walileta mafuta ya ndege. Kwanza akamwagiwa. Mzee huyu Lemchung ambaye alikuwa ni kamanda wa Kivietnam hakuwa na huruma kabisa. Walianza moja kwa moja kuwachoma moto. Sogea huku mpatie mwingine. Mwagie na huyo mama. Alikuwa na wapenda wa Marekani huyo. Alikuwa anafanya nao ufuska. Huyo ni mkeo. Mkeo ni malaya. Ngoja naye tumpe vitu. Kama ile kitu. Vitu na Mpurutulizo. Ambio kachambuliwa. Imeingiliwa. Kaona kama kana timu mbio. Aweza kaondoka hivi. Vietnam kalifuatwa na Mpurutulizo. Kwa mwingine alikuwa ni Bloody Johnson. Alicheza kama Lieutenant Colonel. Mateka wote waliokuwa wamefungwa katika sehemu hiyo walikombolewa, baadhi yao wengine walikutwa tayari wameshauawa. Piga risasi zimekwisha. Kaamua kukotora. Kunyuma mzee wa Mpurutulizo anakafuata moja kwa moja na kamba. 1, 2, 3, 4.
Sogea huko. Sogea huko. Chenzi. Ishiria mbali. Unataka mafuta? Ili kwa mabaki mafuta huko ndani mjaze pikipiki zenu. Asante dada. Thanks a lot. Nakushukuru sana. Thanks a lot. Vipi mkuu wa kadada tukachukue? Sisemi maneno ya kishenzi. Hatukuja kwenye ufuska huku. Nakuja kuwakomboa watu. Nashukuru. Usogee huku nieleze. We can be sure of two things. Na kuhakikisha kwamba kutakuwa na usalama. Yes. Utapata tena matatizo hapa. And when they're met Asante. back for you, and things could get real dangerous. Zamani mme wako ndio hali ya dunia, kama amekufa amekufa. Sina lingine la kufanya. Niliwategemea. Nilikuwa tumeshapata taarifa yenu kwa mzee Mai. This is our way of life. Ndio maisha yanavyokuwa. Take care of yourself. Jaribu kujichunga. Hali ni ngumu. Mambo ni moto chini. Oh, shit. What? Sasa hapa Likorongo tunavuka vipi? He wants to go first. Kama kawaida Boneli, wewe ndo unafanyaga majambo. Subiri. All right. Subiri, mimi ndiye nayeonyeshaga mfano. Poor Benelli. Boneli, fanya kazi yako. Alirudi nyuma Boneli. Ili kujiandaa kuruka lile bonde. Nimetua na nyinyi mje na nyinyi mruke ni pafupi. I can do that. Dakran. Kwa ni zamu ya Dakran. Dakran Nickman. Makeni kalivuka. On the other side, please. Akaondoka na Raja. Sasa kabakia mzee wa kazi Brad Johnson. What do you say we save some time? Pamoja na mwenzake Komede. Tutakwenda wawili. Ndio kofia yangu barabara. Twende. Sasa unavuka wawili. Tui! Paka ngambo ya pili. Mambo ni moto chini. Hapa kila mtu asishike silaha yake barabara. Ni katika sehemu tunakotegemea kumkuta mzee wa Kivietnam, mzee Mai. Unajua siku zote wa Vietnam wanategeka mitego. Sasa kana mzee huyu ameshammaliza. Upande wa kushoto, upande wa kulia, na mimi napita katikati. Kijiji hicho kidogo kilizungukwa na makomando tayari kwenda kukutana na huyu mzee. Kama kutatokea kashesha waweze kujibu mara moja. Wewe unakwendaje na Mbariga? Miguu hainyoki, unakwenda na fyatua vitu. Salamu ya. Wewe bila shaka ndio wenyewe. Oh, wenyewe. Kon. Mzee Mai. What happened here? Kumetoka nini? Wamekuja wametushambulia, wanasema tunashirikiana na nyinyi. They wanted to know Nataka kujua when you mko wapi, mtakuja lini?
Prisoners. Go ahead, finish. Na nani Right, men. What's with them? kuna mtu mmoja ambaye ni mwenzenu anashirikiana na anaitwa nani? Chadi. What else do you know about him? He's a devil's guard. What's this devil's guard? It's a battalion of the French Foreign Legion. Ex-Nazis, SS agents. Ni mwenzetu aliyetuasi na kuingia katika kundi hili. Ni Chadi, si mwingine. I would like to know about them. Tunataka tujue mzee. They took them. Usizungumze ugoro. Mzee msimsemeshe ovyo. Mwache mwenyewe awe huru kusema. Come back here to rescue your men, didn't you? Simliwa kuja hapo kutaka kumekuja kwa komando kusema mbona mnanitukana tena? Fucking knew it. Apumbavu akaze kanaweza katuambia uongo. Doesn't help. Nakumbuka ile mtu aliyetuingiza kwenye pango. There's something in it for. Alafu naendelea kuamini wazee hao ni wachawi. The point is, it wasn't straight with us. Naweza wakatuharibia mipango yetu. Twende sisi kwa Right on, Large. hatuwezi kwenda bila utaratibu. Tuna utaratibu raje. Whatever they want. Boneri usiwe unazungumza maneno kunya. 100 clicks inside enemy territory. Mimi najua kama mzee huyu nilikuwa najua kama nitakutana naye. If I had Kwenye operation order tuliambiwa kama mzee Maya atusaidia. the gold or haul ass or whatever suits you. Kwa sababu mzee tutakwenda naye. Kwa amri yangu mimi. Chance together. Fuck you, man. Kama unakwenda naye utapita upande mwingine. Mimi nitapita upande mwingine. Get the guide. I'm going for the gold. Pamoja na ubishi walionyesha katika maeneo yale, walikubaliana moja kwa moja kuongozana na mzee Mae ambaye alipakiliwa kwenye pikipiki ambayo ilikuwa inaendeshwa na Nickman. Boneri na kundi lake la wapanda pikipiki wawili wakiwa watatu, wao walipita upande mwingine. Ni kule pale. Sasa tuache pikipiki hapa, tusogee taratibu. Makomando watatu wakiongozwa na Bonello walijitokomeza moja kwa moja kwenye kambi kupitia upande wa kushoto. Hickman pamoja na mzee Mai na wao walipitia upande mwingine kwa juu wakiwa na wacheki wenzao waliojisongobeka moja kwa moja katika kambi hiyo. I'm taking some of these home. Going to break, so let's go. Look a hole! Look a hole! Look! Walikuja kushtuka, wameshazungukwa sehemu zote. Gentlemen, Nyinyi are you... bado mnaendelea kunifuata katika maeneo yangu. Na leo wasogeze kwenda kuwatundika na kuwachoma moto. Bloody Johnson alifika kwenye kambi ya Veneno Wells, aliyecheza kama Bloody. Alicheza kama Chadi ndani ya picha yetu. Nani hao wameletwa? Fungo wengine waliokuwa kwenye Vunyampasila. Wanacheki wenzao wanasogezwa. Ni wale mateka ambao wametekwa katika kambi hiyo, akiwemo Bonera. Zemai pamoja na mwenzake Bloody Johnson wao sogea hapa. Pale wako pale. Ndiko na kufanyia mateso. Wamewafunga, wamewatundika kwenye mti. Wanataka kufanya mtindo ule ule wa kuwachoma moto. You are not soldiers. Nyinyi kuanzia sasa si askari, ni takataka. Na nikukate kwanza hapa. Temia mate. Pumbavu. Na wewe ni mjinga. Kama unajiamini nifungulie. Ni kuonyeshe kazi. You must admit your title. Sio wakati huo wako ni kufungulia. Utapata haki yako hapo hapo ulipo kwenye kamba. Wewe ni ni Ring to it. na mwenjo. Kama na mwenjo kata hiyo minyororo. Tell Colonel Chin we have 3 more American prisoners. Tunao wafungwa sasa, tutawashughulikia kesho hao watatu. Wajumulishwe na wafungwa wenzao mpaka kesho asubuhi. Walipata bahati siku hiyo ya kuwalaza kiporo
mpaka siku yake ya asubuhi, ndipo watakapopata adhabu yao ya kifo. I am out here risking my ass for redneck and three hells Amos. People I probably wouldn't... Comedy na mwenzake Blood Johnson Well, au walikuwa katika sehemu ya mapumziko wakiwa na mzee Mai, wakisubiri time za asubuhi mapema waweze kuwahi kwenye kambio, waone kama unaweza wakawakomboa wenzao. in Sherryacre, that is it. Inabidi kazi tuifanye usiku, hakuna kulala. Mzee Mai, tuzungushe kwenye kambi taratibu, tupande mavituzi. Mzee Mai ambaye alikuwa ni mzoefu wa kambio aliwazungusha Blood Johnson pamoja na mwenzake Comedy. Walianza kupanda mavituzi katika hiyo kambi ili asubuhi mavituzi hayo yaweze kusaidia katika shughuli yao ya kuwakomboa wenzao, kundi la Bonere. Na mwenjozi wanaopenda kuzipata picha zangu za mkandarafu videoteki, wasiliana na Justin Ulimwenga au Ulimwenga Justin Ulimwenga aliyeko Mbagala kwa Mangaya. Wacha kelele hapa tulipo. Ni mahali ambapo uko karibu kabisa. Mko ndani. Msipike kile tunakuja kukomboa. Kuna sehemu ambako tumeweka silaha na pikipiki tumeshazisogeza upande wa pili. Boneri yuko niko hapa mkoo. Nimefungwa kamba. Aliweza kunyemelea mpaka pale ambako wenzao walikuwa wamefungwa. Bahati nzuri mlinzi alikuwa ameuchapa usingizi, kwa sababu siku iliyopita alikuwa amepiga kalinya. Yuko hoi kabisa. Kuna tatizo. Najua silaha zenu mahali zilipo. Nitakwenda na kuzinyakua moja kwa moja, mnaanza shughuli. Hatutakiwi kupoteza hata sekunde moja. Mkusikia mkuu? Mambo ni poa. Mzee huyu wa Kivietnam, Mzee Mai, alikuwa ni mtaalamu kabisa katika shughuli za kupanda viazi. Asubuhi kulipokucha, asubuhi mapema, bila kuogopa kabisa, Blood Johnson alijitokomeza moja kwa moja kuelekea katika kambio ambako wenzake walikuwa tayari wameshahukumiwa kifo, wametundikwa kwenye mti tayari kuuawa. Mzee Mai anasogea pembeni akiwa na mwenzake Comedy. Sasa tuzunguka upande wa pili mzee, na mimi nazungukia upande wa kushoto. Mzee alikuwa amepewa mguu wa bata, akiwa ameweka moja kwa moja kwenye nyugunyu, kijiandaa kuutumia pale utakapohitajika kutumika.
Lieutenant Calhoun. Lieutenant Calhoun, ndio kitambulisho chako hiki? You have studied our customs well. Umejua kabisa mila na desturi zetu. If you came unarmed, Tunapomkamata mtu mara nyingi sana hatutaki kumtesa hivi hivi. you're safe. Watu na utaratibu wetu. And now, Lieutenant, Lieutenant, sogea huku ni kuonyesha nataka kufanya kazi gani. busy man. Watu wako ambao wameingia kwenye kambi yangu na kufanya mauaji, nimewaweka katika sehemu tayari nikiwa nimeshatoa hukumu kuwamaliza. Then I'll just have to kill you. Sasa unataka kuwaua kwa sababu gani? Wewe watu ulioua huwezi kujua? Sisi tunalinda haki za wa Vietnam. Nyinyi mmekuja kuharibu kabisa haki za wa Vietnam. Control everything you see. To these people, I am a living God. Katika watu hawa, Hurrah. mimi ni Mungu ambaye ninaishi. When the VC had left me for Na wananipenda, wananiheshimu. help. Wako tayari kusikiliza amri zangu zote ninazozitoa. Lunatic. You killed 24 NVA down at... Umeshaua watu karibu wengi chungu zima. Na unaendelea kusema kama wewe ni They found something they should not have. kutasaidia kitu chochote katika maneno unaendelea kunijibu. Precious metal is a sign of leadership to these people. Wamenipa huu mkuki kuonyesha kwamba mimi ndiye kiongozi wao halali, na wamekubali kuniingiza katika mila na desturi za Vietnam. Hata wakifanya hivyo wewe sio Vietnam. Problem with getting... Bado wewe ni Marekani na endelea kuwatesa wa Marekani wenzako. Sasa wewe. Ninasema na mwenzako na huku unajibu. Tenant Have been sold to the NVA. They leave today. And as for these, hawa vijana wako they may add a little. walioko hapa, nataka kuonyesha kama mimi ni mnyama. Choma! Kamchoma kwenye tumbo. Singe kaingia kama inchi 3 akaichomoa. With their motor Alichoma kwenye tumbo la Bon. secret weapon. Kwa tumbo la Nickman. You're an intelligent man. Sasa wewe Possible. ni mtu ambaye unaonekana ni jasiri Why not join? na hodari kabisa. Kwa nini usijiunge na mimi? Outside these walls! Tuache kabisa vita vya kupambana sisi kwa sisi, tuungane na hao watu. Tutapata utajiri. Our own people do not care about you. Na sitawaua wote ambao nimewafunga hapo. Don't bet on it. Siwezi pumbavu. Siwezi nikashirikiana na wewe mbuzi. Naondoka. Kama unaweza kulipiga risasi, piga risasi kwenye mabega. Mwache. Mwache, najua namna gani nitakavyomtandika risasi. Rickman aliyokuwa amebakia na mzee Mai kule aliko kujificha. 9. Subiri. Ana ataondoka. There are more. Nimesema subiri. That bastard. Anaishia. Kule aliweza kufika kwenye maficho, walikuwa wanajua kama watamzunguka. Akachukua silaha zake. Sogea huku. Sogea huku niwaonyeshe mzungukie wapi. This bastard is up to... Huyu mtu anataka kutuzunguka. Yo! Kimbia huku. Na wewe kimbia upande ule, na wewe kimbia upande ule. Kuzunguke kamata kabla hajafika mbali. Walianza kushambuliwa. Yale mavitu zaliyopandwa katika kambi hiyo alianza kuongea. Mzee Mai naye katika upande wake aliendelea kusaidia. Piga kufuli. Likafunguka. Wafungwa sasa wakatoka mle ndani. Kwa mguu wa kuku. Na kuelekea katika sehemu ambako walikuwa wameficha silaha. Boneri naye akafunguliwa. You move, I'll drop you. Endelea moja kwa moja kwenye zana zako. Kuna muda wa kupoteza. Over the gun! Chukua silaha na kukimbilia kule ambako zilikuwa pikipiki. Kimbia! Karoli anakimbia! Karoli anakimbia, mfuate! You may be a worthy adversary, Calhoun, but you're a dead man! Azungumza nini huyu mbuzi? Hawezi kuniweza. Nilikwenda kuchukua pikipiki zao na kutoka kule mkuko. Kazi sasa imeanza upya.
Mzee Mai maskini alichomwa mshale mgongoni na kudondoka chini. Mzee Mai ukawa ndio mwisho wake. Katika kipindi hicho Mzee Mai alikuwa tayari ameshasaidia kiasi chake cha kutosha. Chari Vernon Wells alifuata mimi nyuma kwenye gari, fukuza watu mpaka wakamatwe. Komando aliingia kwenye pikipiki zao, mkuku huku nyuma wanafuatwa. Mkimbia mzunguka, mkamate, mwalete hapa. Wewe usichelewe, chukua zile silaha twende. Muda unakwisha. Ile kundi la wale watatu waliofunguliwa kule ndani walikuwa wameshapata zana za kutosha, sasa na wao wanakwenda kuchukua eneo lao. Hivyo tena waliendelea kumiminwa na Kanali Chemchongwangi Pincha Fonkucha. Kanali Fonkucha alikuja na hasira chungu nzima, anataka aende na watu. Msipige risasi, namtaka mzima. Namtaka mlete mzima, mkamate. Jesus Christ. Wako wapi hawa? Sasa tupige kuanzia wapi? Bonere. Forget about it, man. In history. Let's get out of Hakuna tatizo, pikipiki hatuna, tutakwenda mguu. Zunguka upande wa pili na kutoa support fire. You guys are gonna think I'm... Huyo mtu anaonekana. what are you doing? Hapana. Vita bado hatujashindwa. Tutaweza kuwadhibiti kwa sababu wao wako upande mwingine, sisi tuko upande mwingine. All my life, I never gave... Katika maisha yangu sijawahi kuona vita ngumu kama hii. Imekuwa ni vita ambayo ni ya kanyabazongo. Colors is all about. Kala anaonekana anataka kutuendesha mpute. Fuck it. Hakuna nyingine. Fun? Ni kwenda msobe. Kuna mambo ya kuleta marosoroso, mafinyo, manyangu. Toka mbele. Sasa nikaacha mali. Hii mali lazima niende nayo. Komanda hao watatu wakiongozwa na Bonel alikwenda kuzipanda pikipiki zao. Sasa wanakwenda msobe. Let's kick ass. Bane. Yeah. Piga kiki. Upande ule mwingine wale waliokombolewa wanaendelea kufuatana na kamanda Blood Johnson. Fada msibaki hapo. Fada muwakamate. Boneri na mapikipiki. Mkuku wanasogea kule ambako walikuwa Vietnam, kwenda kutoa support fire kwa wenzao.
Vernon Wells anaanza kuchanganyikiwa akiwa na Vietnam. Sasa mambo yamekuwa ni magumu, tuingie kwenye nyinyi mlizani hapa ni muombe pacha. Ingia kwenye jipu na kufuatilia kule ambako gari inakwenda. Mzee wa Mprutulizo pamoja na wenzake kina Bonello. Tuko karibu kuwafika. Tuko karibu tunawasogelea. Jaribu kuvuta hatua. Baada ya kuwa wamezipata pikipiki, sasa wanasogea, wanafika mbele walilikuta daraja. Daraja limekatwa. Sasa anayeanza kuvuka ni nani? Sir. Tell you what. Kama kawaida anayetesti kuvuka ni Bonello. I'm gonna try to jump in there. Ngoja nijaribu kuvuka hapa. Nilivuka kwenye bonde hapa, lazima nitavuka. Alirudi nyuma moja kwa moja Bonello. Na kujiandaa kuruka pale kwenye daraja lililokatwa na bomu. Huku nyuma Vietnam wanasogea pale. Wanakuja wakiwa na kamanda wao. Zunguka, inawezekana wako karibu hapa. Nenda bwana mdogo. Hapo akavuka. Geuza na kurudi akiwahimiza wenzake na wenzake waruke. Sio parefu, rukeni na nyinyi ruka. Najiandaa sasa kuruka. Walianza kushambuliwa. Hapakuwa na lingine. Walitoka kwenye pikipiki na kuanza kujibu mapigo. Bonello kule alikokuwa ameshavuka. Alipiga bomu na kuondoka chini Bonello. Hickman alijaribu kuita Bonello. Bonello kadondoka chini, kaumizwa vibaya sana. Aliingia kwenye msitu kuanza kujibu mapigo. Vietnam wale wanaingia kwenye pikipiki. Ameona mambo nimekuwa magumu. Wakotore na kurudi nyuma. Cheki. Wanakimbia. Kwa mwingine alikuwa ni Hickman. Hawezi wakakimbia. Hawezi wakaondoka hivi. Hickman aliingia kwenye pikipiki mkuko. Unaofuata wale Vietnam wawili waliokimbia kurudi nyuma. Aende akawamalizia huko. Mzee wa Mprutulizo anacheki, aliona sehemu yote sasa imekuwa kimya. Kuna nini? Kuna kitu gani? Kulikoni? Mbona hapaeleweki? Halo? Zungukwa. Ndio kwa mbele. Inakuja pikipiki ya Hickman akiwa ameipanda Charlie Vernon Wells. Ni bunduki yake akiwa ametundika jacket la Hickman. Kwa maana kwamba Hickman alikuwa tayari amemalizwa.
huku akiwa amezungukwa mzee wa Mpurutulizo. Kuogopa alitoka pale alikokuwa na kusogea kule alikokuwa Vernon Wells aliyecheza kama Chadi katika picha hii. Kazi kijana wako. Nimemfyekelea mbali kijana wako. Enda, wacha. Ngoja. Shall we? Sasa Leave out. Ndio kilichonileta. Mpe silaha na yeye. Akapewa silaha ya Kivietnam. Sasa unapambana Chadi na mzee wa Mpurutulizo. Ulizani hapa kaliua. Ulizani charambe hapa. Ulizani kibonde maji. Ulizani ni kimara. Kama tapua. Unaweza kupiga zile ngumi za kangara. Naitwa ngumi za rubisi. Ngumi za kindi. Watu wameshapiga ile pombe inaitwa kamenke. Kumizi wakati mwingine pigano na wapiga debe akiwa wanagombea vipanya. Kama kamata mguu, rudi huko. Nataka kutimua mbio. Mkoko mpaka darajani. Askari wako pembeni wanaangalia. Kila mmoja yuko standby. Kidole kikiwa kwenye trigger. Akawa amechoma. Ameumizwa Chadi kaumizwa. Blood Johnson naye kaumizwa. Hizo kwenye Mpurutulizo. Mzee wa Mpurutulizo aliona mambo yamekuwa ni magumu. Usichukua bunduki. Usichukue bunduki. Unachukua Mpurutulizo. Unachechemea. Usipiga kelele ni kuandalia dawa. Funga kamba. Puta. Ndio mwisho. Vernon Wells. Deploy. Rudi nyuma. Nyuma mkuu wetu amekufa. Askari wote wa msituni wa Vietnam walianza kurudi kinyainyainyia. Walikuja tamaki walianza kushambuliwa. Kumbe jeshi la Vietnam lile ambalo ni kali kabisa ikiwa na APCs ama personal carriers alianza kuwasogelea pale kwenye daraja. Mzee wa Mpurutulizo akati tamaa. 1 2 3 4 5 6 7 10 paka ikafunga ngambo ya pili. Wakati wa APCs zinasogea pamoja na vifaru. Funga kaweka ile kitu inaitwa leaf note. Ile scout. Mwenyewe alifanya testing. Na kunasa ngambo ya pili. Alitupa kile chuma kule ngambo. Wenzake nao kaanza kusogea. Wakati wa Boneli kule alikodondoka kule wanakoelekea, anaanza kupata fahamu. Vuka wa pili. Asogeza kidude. Boneli anajikokota kutoka pale chini na tazama yuko wapi. Kadude kangu nako. Akavuka na watatu. Vuka na wanne. Bwana. Wote wako wamefika ngambo. Kwa watano.
alimkokota Bonelli mkuku kunyuma mizinga ya vifaru na IPC ikiwa inawasindikiza. Yamebeka ni Mungu nimeshakongoroboa. Sasa Malibu Monde najua utapitia wapi? Hawezi kufika huko. Hapo ndio mwisho. Picha yetu. Naam, Angels. Starring Umbrella Johnson alicheza kama Crown. Unaona Wells alicheza kama Charlie. Kevin Rufus alicheza kama Nickman. Rick Dean alicheza kama Raja. Mark Ventura alicheza kama Boneri aliyemaliza mpaka mwisho. Jeff Clifton alicheza kama Comedy. Ron Diaz kama Turco. General Bonifa alicheza kama Matekafe. Achille Ramos alicheza kama Truth. Eric Ma alicheza kama Morey. Tunichi Fruncres aliyecheza kama Sholeko. Frederick alicheza kama Beterenda. Sio kivyeti mzee Mai. Picha yetu hapo ndipo inapofikia mwisho. So I'm just gonna do